Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Leo nilitaka nizungumzie kuhusu kazi ya Mungu. Sote tumeitwa kufanya kazi ya Mungu. Sote tumeitwa kutangaza ufalme wa Kristo. Na hakuna Myahudi ama Myunani. Hakuna mweusi ama mzungu. Sote tumeitwa kama vile tumeamini kuitwa kutangaza ufalme wa Kristo. Kwetu sisi hakuna mwanamke ama mwanaume. Sote tunaitwa kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Wakati nasikia wengine wanaanza kusema eti kama uko mwanamke hauwezi kuhubiri ama hauwezi kufundisha. Ile ni mafundisho ya uongo. Kwa nini nasema hivyo? Ukisoma kitabu cha Wagalatia sura 3 mstari wa 28 inasema kuwa hakuna Myunani ama Myuda, hakuna mweusi ama mfupi ama mweusi, hakuna mwanamke ama mwanaume. Sote tumewekwa kwa kuhubiri injili ya Kristo. Sote mbele ya Kristo tuko sawa sawa. Kwa hivi tunapaswa kuhubiri injili bila mpaka. Kwa hivi ninakusihi we mama, we dada, kuraje kwa kutangaza ufalme wa Kristo. Unajua shetani iko nafanya mastrateji mbalimbali kwa ajili ya contredire injili isiendelee. Lakini nakwambia kuwa hata watu wapinge, hata shetani apinge, Yesu atabakia kuwa Bwana, mfalme wa wafalme. Hata watu wapinge, watu waseme vibaya, Yesu atabakia kuwa Bwana wa mabwana. Ndio kwa maana ninakuita kaka, dada, tutangaze ufalme wa Yesu. Baada ya hii maisha tunaishi katika dunia hii, sisi ni wageni, ni wasafiri. Baadaye tutaishi maisha mengine ya milele. Kwa hivi usipotayarisha maisha kwa milele, maisha mazuri ya milele, utaishi maisha ya mateso ya milele. Kwa hivi ninakuita kaka, dada, jitahidi sana umfuate Kristo, uamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utakuwa umefanya vizuri. Acha nikwambie, mtu ambaye alienda tangaza ya kuwa Yesu Kristo amefufuka, mtu ambaye alisema kuwa Yesu Kristo amefufuka, wa kwanza alikuwa ni mwanamke. Maaskari walipana hata pesa kusema watu wasiseme kuwa Yesu alifufuka, lakini kulikuwa wamama ambao walikuwa wanakesha kwenye kaburi la Yesu. Na ni wale ambao walienda kupasha, wakaenda kuambia wanafunzi, wanafunzi walikuwa wametoka pale kwenye kaburi, wameenda kushifungia Yerusalemu ndani ya chumba, wakiomba huku Mungu. Na pale Yesu tayari alikuwa amezikwa tayari. Wale wamama wakafika hapo, wakakutanisha jiwe kubwa imeondoka kwenye kaburi la Yesu. Ndio malaika kawaambia, mnakuja kutafuta nani? Mnakuja kutafuta mtu aliye hai ndani ya wafu? Bwana wenu Yesu aisha kufufuka, mwende mchunge kule Yerusalemu. Ndio huyo mama akatoka pale na furaha, akatangaza ya kuwa Yesu Kristo amefufuka. Sasa wewe ambaye unajiita Branhamist, ambaye unawaambia watu ya kuwa mwanamke hastahili kuhubiri injili, mwanamke hastahili kufundisha. Sasa nyimbo ambazo wanamke wanaimba si ni mafundisho? Wakati ule mama alitoka kaenda kupasha hiyo habari, si ni injili? Ni habari njema ambayo alikuwa atoa. Kwa hivi ndugu yangu, acha kuleta mahubiri ya kudanganya watu, sababu maandiko iko wazi.
Mungu akubariki ndugu msikilizaji ambao unanisikia. Karibu kwenye channel yetu, kama ni kushare, kama ni comment. Tuko hapa kwa ajili yako. Tumekuja kukuhubiri Injili, tunakuja kukushauria, tunakuja kukufundisha vile utatembea katika dunia hii. Unajua tuko katika dunia ya taabu. Tuko mahali ambapo sisi ni wasafiri. Na kama tuko katika nchi ya watu, dunia ya watu ambao sio yetu, inabidi tutembee vizuri. Tukitembea chini, tukiogopa, tukiwa na woga wa Mungu, na tukitembea ndani ya Insidie l'Eternel, na tukafanya hivyo, tutakuwa tumefanya vizuri. Mungu akubariki msikilizaji mpendwa. Amen.